إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zanguni katika imani, ikiwa tuko kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 ambalo kwamba ni muhimu sana na 10 ambalo kwamba twastahiki kulizingatia sana. 10 hili huweza kukuharibia ulioyatengeza, na 10 hili huweza kukutengezea ulioyaharibu. Sababu katika sheria yetu ni kwamba innamal a'malu bil khawatim, mambo hutizamwa mwisho, mambo hayatizamwi mwanzo. Kwa 10 la mwisho hili twastahiki tuwe makini sana, ima kwa kupata na ima kwa kukosa. Kwa kipimo cha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa Ramadhani hii, kwa funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huweza tukaingia kwenye kifungu alichonena Mtume sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu mrin man adraka ramadhana thumma salakha falam yughfar lah, ameangamia mtu, yuko kwenye hasara mtu atakaidiriki Ramadhani kisha Ramadhani ikatoweka ikaondoka ikaenda zake, ikawa si sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake. Ina maana mtu huyo kaangamia, ina maana mtu huyo hakufaulu na hakufaidika na Ramadhani. Sasa kwa kipindi hichi kilichobakia ni kipindi cha lala salama, tena kwa yote, si kipindi cha lala salama kwa tu kuimaliza Ramadhani mwaka huu, ni kipindi cha lala salama kwa kipimo, kwa sisi kupima, je, Ramadhani itakaokuja sisi takuwako? Ramadhani itakwenda itarudi, lakini sisi tukienda haturudi. Kuna watu walitaka kuianza Ramadhani, hawakuwafikiwa kuianza Ramadhani. Kuna watu walianza Ramadhani, hawakufika hata katikati ya Ramadhani. Na kuna watu wataka kuimaliza Ramadhani, lakini hawatoimaliza Ramadhani. Yote hayo ni mipango ya Allah tabaraka wa taala, lakini kikubwa
kwa siku zilizobakia tumwigeni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aisha radhiallahu anha asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akijitahidi sana kwa kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani kuliko hata kujitahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa masiku mengineyo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa bidii yake, Aisha radhiallahu anha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kana ahya leila, Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kiuhuisha usiku kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusimama visimamo vya usiku, wajadda wa shadda almizara wa aiqadha ahlahu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa akifanya bidii hii, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kijifunga kisawa sawa kikoi chake. Kwa kujifunga kikoi, wanazuoni wasema ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiweka ibada kisawa sawa kwenye kumi la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani. Na tafsiri ya pili yasema kana ya'tazilu nisaahu, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kiketi mbali na wake zake. Ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya bidii kwenye kumi la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani, na ilikuwa akiwaamsha familia yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwainua wake zake na watu wake kwa lengo la kufanyiwa bidii kumi la mwisho, na hususan kwa wakati wa usiku. Wakati wa usiku kuna usiku wenye cheo unaojulikana Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ambao kwamba khairun min alfi shahri. Lailatul Qadri ambao kwamba fiha yufraku kullu amrin hakim. Katika usiku huu wa cheo ni usiku ambao kwamba maqadirul ibad hukadiriwa. Allah tabaraka wa taala kashapanga kila kitu chetu kuanzia tuko kwenye matumbo ya mama zetu. Ufikapo usiku wa Lailatul Qadri, Mwenyezi Mungu hutoa budget ya waja ya mwaka utakaokuja. Kila moja shapangiwa, mwaka huu riziki zako utakula hizi, mwaka huu ajali yako itakuwa hivi, mwaka huu amali zako zitakuwa hivi. Zote hizo upatikana katika usiku wa Lailatul Qadri. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam kahimiza watu kwa kunena taharrau Lailatul Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan, tafuteni Lailatul Qadri katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zanguni katika imani, ni kipindi ambacho kwamba atakayepata atapata na atakayekosa amekosa. Tusimameni kwa bidii na tusimameni kwa juhudi, ili kitoka Ramadhani nasi tumenali, nasi tumepata. Lakini lau si hivyo, lau tutatukulia Ramadhani kama hivi tunavyoitukulia siku zote, itatoweka Ramadhani, itamalizika Ramadhani, itaisha Ramadhani, na sisi itakuwa hatukupata faida na hatukufikia kwenye malengo ya saumu ya Ramadhani. Ulikuwa ni utangulizi wa khutba yetu ya leo, lakini kikubwa tuangalie katika aya ya Mwenyezi Mungu inayosema wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, usilete uharibifu wala musilete uharibifu na ufisidifu baada ya kuwa ardhi ishakamilika, ardhi ishatengea, ardhi imemakinika. Wanazuoni wasema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuja kwake, Mtume alikuja kuweka kila kitu mahala pake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuitengeza ardhi na watu walioko ardhini. Hata ile aya inayosema laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, laqad manna Allahu ala almu'minin,
hakika Allah tabaraka wa taala amewapa neema waumini, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pindi alipowatumilizia mtume kutokamana na nafsi yao, wanadamu ama mwanadamu mwenzao au kabila lao, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah tabaraka wa taala sema amewaneemesha waumini pindi alipowapelekea mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye kwamba aliwafundisha wao Qur'ani, na mtume ambaye kwamba aliwafundisha wao sunna, ambapo kwamba watu hao walikuwa kwenye upotevu ulio wazi. Zamani watu walikuwa kwenye ujinga, mtume akawaleta kwenye elimu. Zamani watu walikuwa kwenye giza, mtume akatupeleka kwenye mwangaza. Zamani watu walikuwa huko kwenye shirki, mtume sallallahu alaihi wasallam akapeleka watu kwenye tauhidi. Zamani kwa kila jambo ambalo kwamba lilikuwa sila sawa, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja akafundisha watu ya usawa. Ikawa ni neema kubwa sana kwa waumini kwa kule kutumiliziwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume alikuja kuweka kila kitu mahala pake, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuisuluhisha ardhi, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuitengeza ardhi. Kwa hivyo ni watu wasifanye ufisadi kwenye ardhi baada ya kuwa mambo yashatengezwa na mambo yashakamilika. Kwa sababu gani ndugu zanguni? Kwa sababu kukitengezwa kisha kukija kukiharibiwa ni shida mno tena sana, na hata wale wenye kutengeza huona dhiki kwenye kutengeza kwao, baada ya wao kutengeza kisha watu wakaja wakaharibu. Ndipo mmoja akaja akasema, al-ifsadu ba'da al-islahi ashaddu wa a'zam min an yamdhiya al-insanu fi fasadihi qabla al-islah wa in kana al-matluba huwa al-islahu ba'da al-fasad. Asema al-ifsadu ba'da al-islah ashaddu wa a'zam min an yamdhiya al-insanu fi fasadihi qabla al-islah. Asema mtu kuendelea na maovu yake kabla hajatengeza, hilo ni lepesi zaidi na ni sahali mno kuliko mtu atengeze baada ya kuharibu kisha ajaribu tena, ingawa astahiki kutengeza baada ya kuharibu. Lakini ni afadhali mtu usisimame kutengeza baada ya kuharibu, ni heri ukaendelea na maovu yako na machafu yako na ufisidifu wako, kisha ukisimama kutengeza ukakomeka kwa kutengeza. Ndilo kusudio ni hilo. Mfano mzuri, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mwenyezi Mungu pindi alipoambia malaika, hakika yangu mimi nitaeka kiongozi, hakika yangu mimi nitaeka generation baada generation, hakika yangu mimi taeka kiumbe kitakachotawala mmoja kumtawala mwingine mpaka dunia itakapoisha, aje huyu aondoke huyu mpaka kiyama kisimame. Aliposema maneno hayo, malaika wakashangaa, wakamwambia Allah tabaraka wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, hivi wapeleka kiumbe ambao kwamba kitaleta ufisidifu na uharibifu na kisha kitamwaga damu? Sasa hapa jiulize, walijuaje malaika kwamba mwanadamu atakuja kuleta ufisidifu na uharibifu? Riwaya ni nyingi katika vitabu vya tafsiri, lakini shika moja ni kwamba kabla hatuja kuja sisi hapa ardhini, walikuja majini, na majini walifanya uharibifu na ufisidifu hapa ardhini. Sasa Allah tabaraka wa taala kawatoa malaika kuja kuweka mambo sawa ardhini. Malaika walipokuja, kila kitu wakakipeleka mahala pake.
Ndipo pale Mwenyezi Mungu alipoambia sasa najalia khalifa na kiumbe ardhini, wakafikiria ya kwamba huyu anayepelekwa atakuwa kama wale waliokuwako, ili kisha sisi twende tukawaondoe. Ina maana ya kwamba kwa ufisidifu baada ya kutengezwa ni heri kuendelea kwa ufisidifu kabla kujatengezwa. Ina maana kwa haya ni sisi ndugu zanguni katika imani, sasa hivi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumejitengezea, na mpaka sasa hivi twaendelea kutengeza. Nasaha ni kwamba tusiharibu baada ya kutengeza. Ndicho kiini na lengo ya khutba yetu ya leo. Sasa hivi huu ulimwengu ukitizama hali ya anga, huenda kutokamana na hali zilivyo. Shaabani ikifika katikati au mwisho kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, utaliona anga hutoa sura ya Ramadhani, kama ambavyo kwamba kwa sasa hivi hatuko mbali tena kwa taufiki ya Mungu na mwezi wa Shawali. Ina maana ukitizama anga utaona kwamba Shawali hiyo hungia. Nasi kwa Shawali kuna mambo ambayo kwamba hupenda kufanya, hususan kwa siku ya Idi, kwa kuharibu yote tuliyoyatengeza. Kuna watu wamesoma Qur'ani, kuna watu wametoa sadaka, kuna watu wamesimama visimamo vya usiku, kuna watu wamefanya kila lililojema, lakini watu hao kwenye siku moja tu ya siku ya Idi wataharibu kila kitu kwa yale walioyafanya. Siku ya Idi waliyadhu billahi, kuna watu ndo siku yao ya kuzini. Siku ya Idi, siku hiyo ndo siku ya watu watakakula mingokaa na marungi, na siku hiyo ya Idi ndiyo siku ambayo kwamba wanadamu tumepanga kutaka kumwasi Allah tabaraka wa taala. Lakini angalieni wema waliotangulia. Wema waliotangulia, watu walikuwa wakisimama kwa wema wakifanya mema, kisha kikubwa jua alikuwa kipi? Allah tabaraka wa taala asema walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un, na wale ambao kwamba hufanya mema yanayostahili kufanywa, kila jema wanasimama kulifanya. Aya hii Aisha radhiallahu anha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahuwa alladhi yazni wa yasriku wa yashrabu al-khamra ya Rasulullah, hii aya umesema wale ambao kwamba hufanya kila linalostahili kufanywa na nyoyo zao zina hofu ya kwamba wao kwa Mola wao watarejeshwa, na kuuliza ya Rasulullah, ni yule ambaye kwamba huzini, huiba, kunywa pombe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la ya binta Abubakar, sivyo hivyo unavyokusudia, sio makusudio ya aya hii. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Aisha radhiallahu anha, huwa rajulu yusalli wa yatasaddaqu wa yasumu wa huwa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa amweka mke wake sawa, baada ya kuwa Aisha ashaisikia aya, ya Rasulullah, ni vipi mambo haya? Mtume akamwambia, la ya binta Abi Bakarin au ya binta Siddiq, sivyo hivyo, lakini ni wale waliosimama kwa kufanya wema, kwa kufanya wema kwao, kwa kufunga kwao, kuswali kwao, kutoa sadaka kwao, kisha na nyoyo zao zikawa na hofu ya kwamba isiende ikawa Mola wake mtu akumkubalia kwa yale aliyoyafanya. Mfano mzuri, Hatimul Aswam, huyu aliulizwa siku moja, kaifa takhshau fi salatik, wa wana unyenyekevu na khushui sampuli gani katika swala yako? Asema, akumu wa ukabbiru
mimi nasimama na nafunga swala kwa kusema Allahu Akbar. Kisha akasema wa atakhayalu al-Ka'bata amami, na mimi kuifanya al-Kaaba iko mbele yangu. Wasirata tahta qadamai, na uifanya sirat ambapo kwamba Mwenyezi Mungu asema wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Mwenyezi Mungu asema kila mmoja atapita sirat, hakuna ambaye kwamba hatopita kwenye sirat. Mwenyezi Mungu asema hapo tutawaokoa wacha Mungu na tutawaacha madhalimu wamechuchama hawawezi kwenda. Ni ishara mbovu kwa kila atakayesimama kwa uovu, ni ishara mbaya kwa kila yule ambaye kwamba atakayesimama kwa ubaya. Sasa huyu asema Hatimul Asam, nikisimama kuswali mimi al-Kaaba huiweka mbele yangu na iangalia hii hapa, kisha huijalia sirat iko chini ya miguu yangu, kisha sema wal jannata an yamini wan nara an shimali, kisha mimi huiweka pepo iko kuliani mwangu na moto huko kushotoni mwangu. Wa adhunnuha akhiru salat, kisha nami huifanya ile swala yangu ninayoswali ni swala ya mwisho. Kisha asema anafanya yeye ya kwamba wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataamalu salati, kisha mimi huifanya kama mtume ameketi huiangalia swala yangu. Asema sasa ukabbiru Allah bita'dhimi wa aqra'u bitadabburi wa arka'u bihudhu'i wa asjudu bikhushu'i. Asa mimi usimama kasema Allahu Akbar kwa taadhima ya hali ya juu sana, kisha usema kasoma kwa mazingatio, karukuu kwa unyenyekevu, kasujudu kwa unyenyekevu, kisha sema wa aj'alu salati, asema naijalia swala yangu mimi huswali kwa kuogopa adhabu za Allah tabaraka wa taala, na kisha nakutarajia rehema za Allah tabaraka wa taala. Kisha sema thumma usallim, kisha napiga salamu, wala adri, sijui hal qubilat am la. Subhanallah, kwa yote alivyoipamba swala yake mpaka kwa kuswali kwake asema ya kwamba atarajia rehema za Allah tabaraka wa taala, na kwa kuchelea hofu na adhabu ya Allah tabaraka wa taala kwa yale aliyomkosea nayo Allah. Kisha asema napiga salamu baada ya swala kama hiyo, kisha sijui mimi nimekubaliwa swala yangu ama sikubaliwa. Fikirieni hivi namna alivyoswali, kisha tufikirie na swala zetu namna tunavyoswali sisi leo. Hata tuna hamu ya kutaka kujua tumekubaliwa ama tukubaliwa. Sisi leo ni wale ambao kwamba tukifunga tu swala mawazo yote yaja hapa, kila mawazo. Sisi ni wale ambao kwamba tukifunga swala ni dakika 10, dakika 7 umemaliza kwa kujikuna, mara hapa mara pale mara vile mara hivi mpaka swala humalizika. Na kisha baada ya swala hata tusitake kuleta adhkari kwa Allah tabaraka wa taala, hao tutatoka kwa haraka haraka. Lakini angalieni wema waliotangulia namna walivyokuwa wakiswali, na kisha baada ya swala zao walikuwa na hofu kwa kunena sijui Mungu ameitakabali au Mungu hakuikubali. Na kwa yote muumini wa kisawasawa astaki kuangalia haya ambao kwamba nimeyafanya, Mola wangu ametakabali ama hakutakabali. Sasa sisi kwetu limekosekana hilo. Sisi hufanya hapo kwa hapo mema na hapo kwa hapo tukachafua. Mimi nimeona Ramadhani hii mchana wa Ramadhani mtu yauza bangi mchana wa Ramadhani na yuko kwenye saumu. Ramadhani hii ya 2026 nimeona watu hununua bangi kwenye mchana wa Ramadhani. Twatengeza nini? Twaharibu nini? Ramadhani hii
na 2-3 zilizopita, Makadara Ground. Makadara Ground si huwekwa musabaka wa Qur'ani? Lakini angalia sikitiko na fedheha na aibu na namna tunavyoidharau dini yetu. Hakuna watu katika musabaka wa Qur'ani Makadara Ground, lakini tofauti ni wakati tu, Makadara ni ile ile, na tofauti tu, hili ni jambo la kheri na hili ni jambo la shari. Lakini angalieni mchana wakati wa Qur'ani siku 3 mfululizo hakuna watu, lakini Ramadhani hiyo hiyo, Makadara hiyo hiyo, kwa tofauti ya wakati wa usiku, nendeni mkaangalie slash namna inavyojaa, hakuna hata mahali pa kutemwa mate. Qur'ani siku 3 watu hakuna. Slashing kuanzia Ramadhani yaze mpaka kumalizika kwa Ramadhani, hapa hakuna nafasi wala sitamu hiyo slash. Hii slash nini? Kataka kujua kitu gani mpaka ikatolewa jina hilo? Siku moja utembea na rafiki yangu akanambia ile ndio slash, si Makadara. Usinene kwamba nilikuwa na Makadara, nilipata upande mwingine. Basi kenda pale akanambia taka flavor gani? Kamwambia nipe ile iliyo nzuri zaidi kushinda zote. Basi akafanya pale, akasaga, akinitolea kipija hivi madonge matupu, hata sikumaliza. Sikuiona kwamba ina tamu, wala sikuona kwamba mambo haya watu huyakimbilia, lakini kule kule tu kusema ya kwamba ni ghururi tu za kidunia na dunia kutaka kututawala. Lakini hiyo hiyo Ramadhani hapo, ule masikitiko yale masikitiko. Leo ndugu zetu wa Tanzania, kwa musabaka unaofanywa chini ya usimamizi wa Al-Hikma Foundation ikisimamiwa na Sheikh Nuruddin Kishki hafidhahullah, wallahi ni fahari kwetu, wallahi ni jambo la kuungwa mkono na kila aliye Muislamu, na ni jambo ambalo kwamba sisi Waislamu ulimwenguni lile la tuinua, kuonesha ya kwamba Waislamu kwa dini yao achana nao. Angalieni uwanja wa Mkapa namna unavyojazwa, watu hurauka, kuna watu lala pale, na mvua ikanyesha, majukwaa yakavundika, watu wanyeshewa na mvua, lakini kwa kusikia Qur'ani wametulia tuli. Kenya sasa, Makadara hata watu 70 hawakufika. Hili lafaa tusikitike nalo, na hili lafaa tulizingatie sana. Hii ni kuidharau Qur'ani, na hii ni kuidharau dini yetu. Wala kila mmoja atusema kwamba kweli, lakini kama kweli nini hatutoki tukajaza pale kila mwaka mambo yale, lakini kwa machafu na maovu yasiokuwa ya sawa, tutaona sisi tuko hapo. Lakini wema waliotangulia, watu walikuwa wakifanya yaliyo mema, kisha walikuwa wana huzuni na kicho na babaiko kwa Mola wao, wametakabaliwa au hawakukubaliwa? Ndugu zanguni, wallahi taka tuifikirie sana akhera. Mmoja alimwambia mmoja, ij'al hammaka hamman wahida hammal akhirah, ijalie hamu yako iwe ni hamu moja tu, hamu ya akhera, usiwe na hamu na dunia. Ndipo mmoja akasema, i'mal lidunyaka kaannaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika kaannaka tamutu ghada. Tenda kwa ajili ya akhera yako kana kwamba wewe utakufa kesho. Tenda kwa ajili ya dunia yako kana kwamba utaishi milele.
la dunia, yani ya kusudia huyu, tusiwe na pupa na mambo ya dunia. Leo ukikosa sema nitapata kesho, kesho ukikosa sema nitapata kesho kutwa, wiki hii ukupata sema nitapata wiki ijayo, wiki ijayo ukupata sema nitapata mwezi ujao au mwakani. Lakini la akhera takatulifanye kana kwamba baada ya pale huna lenginelo kama hilo. Mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini wa aujiz, nipe nasaha, nafupisha kwenye nasaha yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, idha kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi. Kale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia basi nakupa nasaha, ukisimama kuswali, swali swala ya mwenye kuwaga, ijali ile swala yako unaoswali ndio swala yako ya mwisho, hauna tena swala baada ya pale. Niliwahi kuwauliza kwenye khutba mbili zilizopita au kwenye darasa niliotoa, niliwaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga Ramadhani ngapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam Ramadhani alizozifunga 9 peke yake. Akaambia Mtume, haya hizi ndizo ulizojaliwa. Ameondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi nasi Ramadhani itakwenda itarudi, itakwenda itarudi. Lakini suala ni Ramadhani ikirudi, sisi tupo? Sisi tutakuwepo? Ina maana tusipoteze nyakati kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tusipoteze nyakati kwenye kutenda yaliyo ya kheri, na hamu yetu isiwe ni hamu ya dunia, iwe ni hamu ya akhera. Abu Huraira, mara nyingi nimewapa kisa hichi, wakati wa sakarat na wakati wa kifo chake, si alilia sana. Waliomzunguka akamwambia, ma yubkika ya Aba Huraira, ni kipi kinachokuuliza, mbona walia kwa sampuli hii? Akasema, la abki li firaqikum wala huzna ala dunyakum walakin antadhiru rasulan min rabbi yubashiruni bijannatin au binari. Sili, tusikieni vizuri sana, sili kwa kuwakosa nyinyi, wala sina huzuni na dunia yenu, lakini kinachoniliza mimi, namsubiri mjumbe kutoka kwa Mola wangu, atanipa bishara gani mimi, wa peponi au wa motoni? Abu Huraira. Hivi kikoma kwenye Abu Huraira itakuwa nimemkosea adabu. Usawa niseme Abu Huraira radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu ina maana Mungu uko radhi naye. Ni maswahaba hao wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati wa sakarat roho yatolewa. Na ukisikia sakarati tusione kwamba ni mchezo. Hii sakarati ina maana matungu ya umauti hulewesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa saa zote akikosa fahamu akirudi, akikosa fahamu akirudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam majasho yakimtiririka, kimwambia Aisha, hakika mauti ni utungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashrafu khalqillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyechaguzwa wakati wa umauti wake umefika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa Jibril, akaendwa kuchaguzwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, utolewe roho ufe au ubakishwe? Alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nataka kwenda kukutana na Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam, umauti ulimtingisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume fungamano lake Mwenyezi Mungu amelieka naye, wa rafa'na laka dhikrak, tumenyanyua utajo wako Muhammad. Ina maana akitajwa Allah atajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume huyu alisikia utungu wa umauti. Mtume huyu walipokuja malaika wataka kuchukua roho yake, waliomba ruhusa mlangoni kutaka kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
ya Rasulullah, tuingie. Atakiwaruhusa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atowaruhusa Mtume kwambia malaika ngieni. Wamekuja kuitoa roho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na papo hapo Mtume alikuwa akikosa fahamu, akirudisha fahamu, akikosa fahamu, akirudisha fahamu kwa utungu wa mauti. Sasa ikiwa Mtume alihisi utungu huo, sisi ni akina nani? Tukakusanywa sote na vilivyo vyote na dunia yote, bado tukamfika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini na wema masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wake kina Abu Huraira asema, sili kwa kuwa na wakosa nyinyi, wala na huzuni na dunia yenu, lakini nalia nasubiri mjumbe kutoka kwa Mola wangu, atanipa bishara gani mimi wa peponi au wa motoni wakati wa kufa. Ile hadithi inaosema man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaahu wa man kariha liqaa Allah kariha Allahu liqaahu, yoyote mwenye kupenda kukutana na Allah tabaraka wa taala, Allah upenda kukutana na yeye, na yoyote ambaye kwamba atachukia kukutana na Allah tabaraka wa taala, Allah atachukia kukutana na yeye. Nenda kaangalie katika sherehe ya hadithi, ni wakati wa kufa. Wakati wa kufa kila mmoja huoneshwa mashukio yake. Kama mwema utaona waenda kwema, na kama ni muovu aliyadhu bila utajiona enda kwenye uovu. Sasa ukioneshwa mema utakuwa una hamu taka kwenda kwa Mola wako kuyapokea, na Mola wako ana hamu nawe taka kukupa. Na hapa nataka kusema kwa kuongezea, hata hii kucheleweshwa maiti, mtu amekufa kufa leo, waambiwa ngojeni tamzika kesho alasiri, mwanake uko Saudia, mwanake uko Canada, mwanake sijui yuko wapi, mwanake uko wapi, ashakufa na zikwe. Ni karibu tu kwa madakika na masaa, kwa kiasi tu cha tajhizul mayit, kumwandaa maiti ni sawa kusubiriwa. Lakini asisubiriwa mtu ashakamilika masaa 9 usubiriwa mwanake. Apelekwe maiti, kama ana mema ende akapokee mema yake kwa Mola wake. Kwa nini tumkosesha mtu mema yake kwa Mola wake? Lakini ni kwamba kwa Mola wako kama una mema, una hamu kutaka kuyapokea, na Mola ana hamu kutaka kukupa. Na kama muovu nao hutaki kwenda kwa Mola wako, na Mola wako hana haja nawe, ingawa ukienda kwake maovu yako atakupa. Ijal hammaka hamman wahida hamma al-akhirah, hamu ya akhirat. Dunia isitughuri, dunia isituhadae, dunia isitubabaishe. Leo tupo, kesho hatupo. Ankufa Faraji juzi hapo, Mungu amrahamu, amtanganya na wema. Miongoni mwa vifo vilivyonishtua cha Faraji kimoja, asubuhi niko naye twasalimiana hapo stage, napata habari siku ya pili, jana Faraji tumemzika. Faraji shikika nini, wakati wa tarawih tukampeleka tukamstiri. Kakosa nini Faraji kwa Mungu? Hakukosa kitu. Wakati umefika, na sisi wakati ukifika tutakwenda. Kikubwa, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, tusifanye uharibifu na ufisidifu wa ardhi. Wanazoni katika kuifasiri aya sana wameshika kwa watu kufanya maasi. Maasi leo yamezidi, maasi leo yamekuwa ni mingi. Wanawake wamekosa meno kwa kula ngoka, wankuwa vibogoyo mumunya hivi. Sifa gani mwanamke kula vitu kama hivyo? Pita hapo Shabani, nilipita kwa Meru fulani hapo, wasimama na ninja zao na mabubu yao kwa Meru watolea wao wakiangalia. Niliwahi kuwapa kisa na leo nakirejelea.
na wenye kupinga na wapinge. Iko desturi ya mashekhe wamekuwa hawawezi kusema kitu, lakini nawaambia kwa kila la munkar tutakaloliona, mimi ni mmoja, sitoacha kusema kweli. Kasirika kama utakasirika, furahika kama utafurahika, lakini munkar tukiuona lazima tukataze, kwa sababu asukutu ala almunkari munkaru, kunyamazia munkar ni munkar. Lakini tukisema hivi kitoka, tasikia we nawe wasema nini? Tasema bado sijasema, tasema. Kwa sababu leo Mwenyezi Mungu asemaje? Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas. Leo nchi kavu, fisidifu, mambo hayendi. Baharini sasa hivi waweza ukamaliza chambo cha kilo moja ukamvuta una kama huyu hata shilingi 30 hasikili. Hata bahari hakuna tena neema kwa uharibifu na uchafu wanaofanya watu. Na kala ile ninawaambia saa zote, idha ajdabatil ardhu qalatil bahaimu hadha min ajli usati bani adam, la'ana Allah usata bani adam. Ardhi kikauka sasa hivi, kuna mmoja ufanya biashara ya maziwa ya sukari, kuletewa maziwa kutoka Kilifi akiuza hapa Kisauni. Ni mfanyaji biashara yeye wa majuisi, lakini kila kipiga simu Kilifi waambiwa hakuna mazao, hakuna namna, maziwa hayapatikani kwa kuwa chakula hakuna. Kilichowakosesha ng'ombe na mbuzi chakula nini? Hawana makosa, makosa yako kwetu. Na tabu zote tunazozipata na shida zote tunazozipata, bima kasabat aidina, ni sisi tu kuyafanya kwa mikono yetu. Niliwaambia kisa kimoja, mama hawa wanaokula magati, na naomba mnaorekodi nyote watatu, ikateni hii ili wapate kunitusi na kunitukana, ikateni leo iende. Lakini nilikuja kuambia ya kwamba yuko mama aliyompa muuzaji ngokaa na marungi binti yake, kaambia lala naye mpaka asubuhi. Hamutaki kuambiwa kweli, tutawaambia kweli. Miji imeharibika, miji imechafuka. Mnazi mmoja hapo, mnazi mmoja nafikiri nyote mwaijua, ilikuwa maskani ya wanaume wakenda kunywa kahawa. Sasa hivi kwa kuendeki mnazi mmoja kuna waume huja na wake zao. Wanawake ndo maskani kubwa na wao wako hapo. Mahali waume tele. Wewe humwambia bibi yako nenda, au kamshika mkono kambia twende. Kama ambavyo kwamba wanawake hawataki kuambiwa kweli, na kuna na waume nao tukisema kweli nao pia utaka kucomment. I am waiting for you just to comment. Lakini hali yasikitisha, hali hairidhishi. Tusilete ufisidifu na uharibifu kwenye ardhi baada ya kuwa kila kitu kimewekwa mahala pake. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mzanguni, Ramadhani imetufunza mingi na Ramadhani imetufundisha mingi. Leo ni furaha kuona watu wakila kwa pamoja. Leo ni furaha tukiona arham imeketi kwa pamoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ni madrasa kwetu. Ramadhani ni chuo kwetu. Ramadhani imekuja kwa lengo litaadibi wa tahdhibi. Ramadhani imekuja kutusafisha, kutujengea na kututengeza tabia zetu na muamala wetu. Leo muamala ulioko katika majumba yetu kwa arhamu wetu, na sote namna tulivyoshikana kuendelea hivyo hivyo. Ingawa kwa Ramadhani hizi kuna watu hufunga lakini hawaneni.
Kuna watoto hawaneni na wazazi wao, kuna wazazi hawaneni na watoto wao, kuna ndugu wao kwa wao hawaneni. Ramadhani gani hiyo ambao kwamba sisi tuko kwenye saumu lakini arhamu imekatika? Kisha twasimama kwa kuomba dua, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ewe Mola, hakika yako wewe ni msamehevu, tusamehe nasi. Vipi Mungu atakusamehe nawe hukumsamehe babako na ndugu yako? Lakini nasema kwa wale walioshikana na kwa hawa ambao kwamba wamekatana, wakati bado uko kwa siku zilizobakia, lakini nufrid jadala, tupige mfano kwa kuwa sote tumeshikana. Walhamdulillah, ni kwamba mshikano wetu uendelee hivi hivi, licha la sisi arham, hata masikini tunaowasaidia, tunaowalisha, tunaowafuturisha na kuwavisha. Masikini huvaa baada ya Ramadhani, masikini hunywa baada ya Ramadhani, masikini hula baada ya Ramadhani. Tuendeleeni kwa kufanya mema hata kama Ramadhani imeisha. Tusiharibu mema na mazuri tulioyafanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuingiliwa tuna mwezi wa Shawwali tukataka kuchefua kila kitu. Wako mabarobaro, Mwenyezi Mungu atuongoze sote. Kuna mtu ana demu wake kama mnavyosema wenyewe, Ramadhani nzima hii huonani naye, hataki kutumia meseji zingine, hutaki kuziangalia, lakini hungoja kwamba mwezi uandame, kesho ni Idi, huanza kuzisoma zote. Anambia I was busy, itikafu nini? Huna itikafu, sawa, umerudi kwa Mungu, lakini pale pale ndo umwambia sasa, kesho inshallah saa 10 nitakuja nije nikuchukue twende zetu. Wenda haribu kila kitu. Mabanati wa Kiislamu munaotaka maabaya, mabuibui, chembelecho mmoja asema alhamdulillah, ile meli ya mabuibui katika ile bomu la Irani kwenda Israeli limepiga meli, hakuna mabuibui. Tanunua buibui, liko pale pale. Lakini mabanati wazazi, tusimameni kuangalia mabanati zetu siku zaidi, tusimameni kuangalia wake zetu siku zaidi. Usisimame kutaka banati wako anunuliwe na mtu wa nje. Kuna mabanati wataingia makwao na mifuko ya mabuibui na viatu na mapini na baba hukutoa, kaka hukutoa, na wala msiulize kwa nini, ampata wapi, lakini wataingia na mifuko mabanati. Utamuona binti yako, kuna majumba hizi Idi zote hizi huangaliwa na watu wanaokwenda na mabanati zao, na baba usemi lolote. Utamuona binti yako saa 8, saa 10, saa 11 huvaa buibui la shilingi 16,000, 18, nyinyi 300 wa kupika futuru hamuna. Akatoka pale na maudhi yake na manukato, huyo yuaenda na mke wako hivyo hivyo. Sote tusimameni kuangalia wake zetu siku ya Idi, na sote tusimameni kuangalia watoto wetu siku ya Idi. Mke wako atakanunuliwe na nani? Tukitoa chansi hizo, wamwambia sasa nenda akafanya yale unayotaka kufanya. Tusimameni kwa usawa, tuiandame sheria namna sheria ilivyotufundisha, tusitake kuharibu mambo. Uislamu kila kitu. Mmoja asema, ni Abu Darda kama sikukosea, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wama yatiru ta'iru janahihi fi sama illa allama minna dhikra. Asema kwamba laqad tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika ametuacha sisi mtume sallallahu alayhi wasallam, wama yatiru ta'iru janahihi fi sama, na hatopiga mabawa ndege angani, illa allamana minhu dhikra, isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi kule ndege kupiga mabawa. Mtume ametupa elimu ya hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha watu mpaka namna kuingia chooni. Ina maana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwata kitu, lakini leo twaleta ufisidifu na uharibifu na kutaka kuharibu mambo, baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kila kitu ametuwekea mahala pake. Ya kunenwa ni mingi na wakati hautoshi.
Lakini ndugu zanguni katika imani, nasaha ya leo, tusiharibu baada ya kutengeza. Tumesafisha tuliosafisha, tumefungua kurasa mpya, ziendelee hizi kurasa mpya. Lakini juu ya yote, na meseji yangu siku zote nikizungumza, hupenda kufunga sana meseji zangu kama alivyofunga Allah tabaraka wa taala mawasiliano ya mbinguni na ardhini, kwa sote kuambiana wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Sote tuiogope siku tutakaoregeshwa kwa Allah tabaraka wa taala, kisha kila nafsi italipwa kwa yale aliyoyatenda. Tutakufa, tutaondoka, hakuna atakayeishi milele. Kila mmoja husubiri saa na wakati. Ikifika wakati wako na wangu, tutakwenda. Tuketini hapa duniani kwa wema, ili tuondoke kwa wema, ili tufufuliwe kwa wema. Allahumma ja'alna minhum. Namwomba Allah tabaraka wa taala tuwafikie kila la kheri. Namwomba Allah tabaraka wa taala tubariki. Namwomba Allah tabaraka wa taala tufanye waja wema. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Yaqulu Allahu mukhbiran wa amira, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ij'al hadhihi jama'atana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mayyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha ma batan. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salam.